Nikikwambia mimi nakosa uzingizi huwezi amini. Leo nimeamka saa 8 usiku nikashindwa kulala. Nafikiria hawa watoto, naingia kwa akaunti zao za TikTok nione wanaandika nini, naingia akaunti zao za Facebook nione wanaandika nini. Na juzi nikajaribu kupost, maana watu walikuwa wanasema Pastor Kanyari hasaidii watoto wake. Mimi nimetoa millions and millions of shillings kwa ajili ya watoto wangu. Pesa ambazo nimetoa kwa ajili ya watoto wangu, ningesema kama wale wanaume wengine ya kwamba Betty Bayo aliolewa, basi huyo mzee alimuoa, alipia watoto school fees, awanunulie nguo na awalipie visa na mapassport za kwenda Amerika. No. Nilichukua na furahi kwa maana Betty Bayo alinipatia huo mzigo na alikuwa na communicate na mimi. Kama saa hii Tash angechukua responsibility yote ya watoto wangu, mimi singekuwa hata singeenda hiyo mazishi. Kuna watu wanauliza kwa nini Kanyari alienda mazishi. Nilienda maana nilikuwa na take responsibility za huyo mama mingi wakati alikuwa hai. That's why I'm there. Sema amen. So it's very painful. Wale wanasema ya kwamba I should not mourn, I must mourn. Wale wanasema huwezi mourn ex wake, ni kwa sababu hakuna kitu unapatia ex wako. Mimi siamini hii life ni life ya kuumiza watu. No, this life ni life ya kusimama na watu no matter vile wako. Tupatie maandiko. Mungu awabariki.